Sodoma na Gomora kule, vita ikatokea, Lutu akatekwa, Ibrahimu akaumia tena. Kwa nini ndugu yangu ametekwa? Akainua vijana wake, wakaenda wakapigana na wale majeshi, wakamrudisha Lutu, wakashinda ile vita. Basi mambo ni mengi hapo. Sasa Ibrahimu akaseto. Alipotulia, sura ya 15 mstari wa 1, Biblia inasema baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu. Sikiliza, neno la Bwana likamjia Abrahamu tena katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu akasema, sasa sikiliza mstari wa 2. Si ni Mungu yeye ameanzisha mazungumzo kwamba usiogope, mimi ni ngao yako na thawabu kubwa. Abrahamu akasema, hapa ndipo nilikuwa nakusubiria. Kama kweli wewe ni ngao yangu na thawabu kubwa. Mstari wa 2, Abrahamu akasema, akamhoji Mungu, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina nini? Sina mtoto atakaye miliki nyumba yangu, ni huyo Eliezeri Mdameski. Abrahamu akasema, tazama, huku nipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Kwa hiyo kumbe Abrahamu pamoja na kumtii Mungu na kumkubali Mungu, lakini moyoni mwake kama alikuwa na jambo na Mungu. Jamani, amen. Ni kweli nimeokoka, ni kweli nampenda Mungu, ni kweli naenda kanisani, ni kweli najitolea licha ya changamoto ninazozipitia na udhaifu wa kibinadamu huu, lakini Mungu pamoja na haya yote, si leo wewe mwenyewe umenitokea, si umenithibitishia wewe ni ngao yangu na thawabu yangu. Sasa nina ujasiri wa kukuuliza, sawa sawa, utanipa nini? Ina maana uone huyu mtoto ambaye mimi nakaa naye sio wa kwangu, mali yangu hii niliyoitabikia, fahari yangu ni nini? Ni huyu mtumwa ndiye atarithi? Mungu akamwambia hapana. Hii ni sura muhimu sana kwenye maisha ya Ibrahim yote. Sura ya 15 ndio sura ambayo inaunganisha mambo yote. Ukitaka kumjua Abraham na Mungu, hapa ndipo walipomalizana mazima. Hesabu yao ilifungwa kwenye sura ya 15. Na yeye akamchokonoa Mungu. Mungu akamwambiaje? Mstari wa 4. Neno la Bwana, sikiliza, neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Maana yake anamwambia bado una uwezo wa kuzaa wewe, nitakupa mtoto atakaye toka kwako mwenyewe. Ala. Akasema, ule mstari wa 5, akamleta nje. Tazama, akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Mstari wa 6, akamwambia Bwana, naye akamhesabia jambo hilo. No. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta katika Uru wa Wakaldayo, nikupe nchi hii ili uirithi. Kwa hiyo neno la Bwana, kwanza kabisa Mungu anamhakikishia kwamba hata kurithi huyu mtumwa wako, lakini nitakupa atakaye toka kwenye viuno vyako. Kwa hiyo tayari Abraham anakuwa na matumaini. Biblia inasema kwamba ili kumthibitishia sasa akamtoa nje. Imagine, umewahi kuota ndoto? Hii ilikuwa ni ndoto ya namna gani? Sasa utaniuliza, alitoka nje kiroho au alitoka nje kimwili? Vyovyote vile, jamani, amina Lakini si alitoka nje? Si aliziona nyota? Mimi naamini alitoka kimwili. Unajua kuna ndoto ilikuwa ni kama maono, alafu ikaunganisha hapo jamaa kaamka, akaenda akaangalia, si bado yuko na connection ya kiroho ile ya kimungu, si ndio? Si alikuwa anaongea na Bwana? Basi akaziangalia nyota, akamwambia Bwana, mimi
siwezi kuhesabu. Akamwambia basi sasa wewe sio mtoto mmoja tu nitakupa, uzao wako takuwa kama hizo nyota za mbinguni. Biblia inasema kwamba akamwamini Bwana pale pale. Kwa hiyo huku kote Ibrahimu alikuwa na hitaji la kupata mtoto, lakini hakuwahi kuongea na Mungu jambo hilo ana kwa ana kama alivyoongea naye hapa. Na alipoongea naye hapa, Mungu akamjibu kwa neno kwamba sio huyu atakurithi, bali nitakupa atakayetoka kwenye viuno vyako. Na Biblia inasema Abrahamu aliposikia lile neno akalidaka na kuliamini, na alipoliamini ikahesabiwa kwake kwamba amemwamini Bwana. Sawa sawa? Mungu akaendelea kumwambia. Bwana Yesu asifiwe. Ule mstari wa ngapi? Akamwamini Bwana, mstari wa 6, naye akahesabiwa jambo hilo kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta katika nchi kutoka katika Uru wa Wakaldao nikupe nchi hii uirithi. Akasema, Mungu, nipateje kujua kwamba nitairithi? Kwa hiyo hapa wana mazungumzo. Sasa hii story iliishia mpaka kuweka agano siku hiyo. Agano atapewa mtoto, na agano la pili atairithi nchi, na amehakikishiwa uzao wake. Tena akaambiwa uzao wako utakwenda katika nchi isiyokuwa yao, watakuwa watumwa kwa miaka 400. Watarudi katika nchi hii. Kwa hiyo wakatia muhuri, wakaweka agano. Abrahamu akatoa sadaka. Na ngoja nikwambie, ukisoma kwanza ule mstari wa 8, utaona jamaa alipouliza kwamba litawezekanaje jambo hili, nithibitishie, nitajuaje? Mungu alimwambiaje? Unataka kujua? Angalia gharama aliyoitumia Abraham. Mungu akamwambia nipe sadaka. Si ndio? Abraham akatoa sadaka. Sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Alipotoa sadaka, mstari wa 10 anasema akampatia hao wote, akawapasua zile sadaka vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ili ndege ila ndege hakuwapasua. Hata tai, angalia mstari wa 11, hata tai walipotua juu ya mizoga, yani ile ya zile sadaka, Abraham akawafukuza. Mstari wa 12, na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abraham, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Anasubiria nini na ule usingizi mzito? Jamani, hapo ameomba, bado Mungu amemwambia nipe sadaka, akatoa sadaka, anasubiria uthibitisho. Mungu akachelewa kuongea, lakini yeye anaamini hapa niko kwenye nini? Niko kwenye connection. Umewahi kusubirishwa simu na mtu ambaye ilikuwa ni ya muhimu sana? Anakwambia hebu nipigie baada, hebu subiri kidogo uko kwenye connection na wewe mtu bado, na wewe nisubiri kidogo bado nitakujibu, mpaka usingizi. Jamani, amina. Mioyo, ili upate mahitaji kutoka kwa Mungu, mioyo inajaribiwa sana, hata kwa uvumilivu, ile persistence yako. How are you able to pursue? Kwa kiwango gani una uwezo wa kufukuzia yale mahitaji yako na majibu kutoka kwa Mungu? Jamaa, usingizi ukaja. Unajua watu wana rush kwenye maombi, wanaeleza mambo yao. Haleluya, asante Bwana, naamini umenijibu. Umejibu, umesikia hata sauti kweli? Jamaa hapa anasubiria, anatoa na masadaka ili asikilize final say ya Mungu kuhusu hilo hitaji lake. Anatafuta uthibitisho. Wakati mwingine unapoamua kuomba, omba mpaka usikie uthibitisho. Na uthibitisho utatokaje? Mimi nataka nikwambie, jaribu sasa hivi, hata wiki hii iliyoko mbele, jaribu kuwa na maombi yako ya kufunga na kuomba kama una jambo naona limekukera, kama Ibrahimu alivyokerwa. Unajua Ibrahimu alikerwa na nini? Bwana asifiwe. Ibrahimu alikerwa na kwamba alikuwa na mali lakini hakuwa na mtoto. Sasa hapa ana kesi na Mungu. Umewahi kuwa na kesi na Mungu? Unapokuwa na kesi na Mungu, hata kama wiki imepita, pengine umepiga kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, unaona hujaisikia sauti ya Mungu, lakini mara
mchungaji anasimama kuhubiri kama hivi, analenga pale pale kwenye yale uliyokuwa unayaomba. Ni kama alikuwa anakuona yani wiki nzima. Yani anayamulika yale mahitaji yako na majibu yako yanakuja kwa uwazi kupitia mahubiri. Nenda ukale, ukanywe kama alivyofanya Hana, utasema Mungu amenijibu. Mungu ana njia nyingi za kukujibu, lakini ni mpaka na wewe uwe mvumilivu ili uthibitishe majibu ya Bwana kama Ibrahimu. Usingizi ulipokuja, amewafukuza wale mandege ili wasile ile nani. Si ni mtu angesema mbona Bwana nimekuchinjia sadaka, lakini mbona sasa hauipokei mpaka hao mandege wanaanza kuizonga zonga hii sadaka? Au ulikuwa umaanishi? Jamani, si kuna maswali mengi mtu anaweza kujiuliza au hii sauti ilikuwa inanidanganya nini? Tangu nimechinja mbona au Mungu anachelewa kuja? Ina maana hanioni, na Mungu anaangalia kama unasubiria. Wengine wameomba hapa, lakini wakati mwingine subira yako ni sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Mungu anaujibu, anauangalia moyo wako kama ni kweli unasubiri majibu. Wakati mwingine uvumilivu wako inaonyesha ile nia yako kwa Bwana. Nini ninachotaka nikwambie hapa ni kwamba Mungu, wakati Ibrahimu anamuomba mtoto, Mungu hakumpa kwanza mtoto. Alimwambia neno. Ibrahimu akaliamini neno, akataka uthibitisho. Alipopata uthibitisho akaliamini. Biblia inasema kwamba Mungu wakaweka agano na nani? Wakaweka agano na Ibrahimu, na akamwambia sio tu habari ya huyo mtoto mmoja, akamwambia habari ya uzao wake wote itakavyokuwa hata baada yake, hata wakati yeye hayuko duniani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza nikwambie, wakati wowote unapokuwa kwenye maombi, taka sana kusikiliza sauti ya Mungu itakayosema na wewe kwa kile unachokiomba. Aidha kwenye uwepo wa Mungu wakati unaomba mwenyewe, lazima Mungu atalituma neno ili kukuhakikishia kwamba amesha kujibu. Ukishasikia tu neno, liandike mahali, sema Bwana amenijibu, nenda kwa amani. Sasa kuanzia hapo usiombe tena maombi ya malalamiko, anza kushukuru huku ukisubiri. Baada ya Ibrahimu kujibiwa hapa kwamba sio huyu atakurithi, ni mwingine. Unajua ilichukua miaka mingapi kutokea hapa? Ilienda miaka 25. Kuna mahali akawa kama anayumba kiimani kidogo, wakati umri wa mke wake ukawa unampa changamoto kwamba huyu mama mbona. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Warumi, alipoikumbuka ahadi ya Mungu kwamba Mungu aliyesema ni mwaminifu, Biblia inasema ya kwamba hakusita kuendelea kuamini hata alipoiona hali ya mke wake alivyozeeka ni kama mfu. Yaani anamuona mke wake hivi, nitazaje na huyu mtu ni kama marehemu tu, tumbo lake hili hamna kitu. Lakini uhalisia unamuonyesha ugumu wa uwezekano wa kuzaa. Lakini neno ambalo Mungu alimwambia anapokumbuka ni Bwana alisema. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Biblia inasema akajitia nguvu katika imani yake kwamba aliyesema ni Bwana. Hata hali ya mke wangu hata kama iweje, kwani Yesu anaweza akamrinyiwa akawa tu bado mtu mwenye uwezo wa kuzaa, akawa na nguvu za kuzaa. Na ndivyo ilivyotokea.